When the waves thereof roar, the Lord of hosts is his name. Yani Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Sasa nabii huyu Yeremia katika mstari ama mlango wa 31 mstari wa 35 akadhibitisha maneno ambayo tunaambiwa katika Mwanzo mstari wa mlango wa kwanza mstari wa ngapi? Wa 5, ya kwamba huyo Mungu ambaye aliamuru nuru kuwa nini mchana na giza kuwa nini usiku, huyo Mungu anaitwa Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Nadhani tuko hapa. Sasa leo nataka tupige hatua tena, tuangalie katika mambo ama tuangalie katika Biblia jinsi ambavyo tutazidi kuchambua na kujifunza. Tunaichambua kwa muktadha upi? Petro wa kwanza 1 mstari wa 10. Hapo ndio tunaanzia. Petro wa kwanza 1:10. Inasema hivi. Ndio. Katika habari ya wokovu. Katika habari ya wokovu huo manabii walitafuta na kutukuza. Sasa tulia. Katika habari ya wokovu huo kuna wokovu ambao umetajwa katika Biblia. Unajua neno wokovu, salvation, ni jambo la msingi sana katika imani ya Kristo. Na unaposikia salvation inaongelea mambo ya ukombozi. Na ndio unapoangalia katika vitabu vya roho ya unabii, kuna kitabu ambacho kinaitwa the story of redemption, yani hadithi ya ukombozi. Sasa ukombozi ndio unaotuletea wokovu, kwa sababu hautakombolewa ama hautapata wokovu pasipokuwa kufanya nini? Kukombolewa. Sasa redemption inakuwa ni jambo la msingi sana katika maisha yetu ya kila siku. Na katika story of redemption, unapoanza katika hadithi ya kwanza kuhusiana na vita vilivyokuwa juu mbinguni, kwa sababu hapo ndio climax ama hapo ndipo tunapata chanzo, the origin ya mgogoro kati ya wema na ubaya pale wapi? Mbinguni. Sasa unapoangalia mambo ya ukombozi, haiwezi kuja ama wokovu hauwezi kuja pasipokuwa na nini? Ukombozi. Katika habari ya wokovu huo tumeambiwa manabii walitafuta na kuchunguza. Lakini unaposikia neno habari za wokovu huo wokovu ulikuwa uliongelewa na nani? Unasoma katika Galatia 1:8. Kuna wokovu ambao Paulo alikuwa amezungumzia. Huo wokovu si kwamba Paulo alipata peke yake, hapana. Tunajua sote kwa habari za Paulo alipokuwa barabarani akielekea Dameski, akatokea na malaika. Lakini hakuwa malaika, alikuwa nani? Kristo mwenyewe. Akampa nafasi ya kuhudumu katika shamba lake. Na sasa wakati Paulo aliweza kupata authority ama aliweza kupata mamlaka ya kuweza kufundisha na kufanya kazi ya Mungu, alisema jambo ambalo tunasoma katika Galatia 1:8. Kuna wokovu ambao aliongelea, kuna neno ambalo aliongelea. Ni neno lipi? Soma msomaji. Inasema 1:8 wa Galatia. Ndio. Lakini ijapokuwa sisi au malaika, yani ijapokuwa sisi wanadamu au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote. Haya, unganisha maneno vizuri msomaji. Lakini ijapokuwa sisi au malaika, ijapokuwa sisi wanadamu au malaika wa mbinguni, ndio atawahubiri ninyi injili yoyote. Kama mwanadamu yeyote ama malaika atokee leo hii ahubiri injili yoyote, isipokuwa ile aliyohubiri Paulo na mitume wengine, alaaniwe. Unajua katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, wakati Musa alikuwa anasema jambo, watu walikuwa wanasema nini? Amina. Sasa kama leo hii itatokea kuna mtu ana injili tofauti na ile ambayo ilihubiriwa tangu mwanzo, basi huyo mtu anafanya nini? Amelaaniwa. Na si vizuri kulaaniwa. Daudi akasema, ni bora nianguke katika mkono wa Bwana kuliko nianguke katika nini? Mikono ya maadui zangu, kwa sababu Bwana ni Mungu wa rehema, anaweza kunirehemu wakati wote. Lakini unapoanguka katika mikono ya adui, mambo yako yanakuwa yamekwisha. Sasa kila ambacho nikisema hapa hivi ya kwamba wakati Paulo ama Petro anaposema katika 1:10 ya kwamba katika habari za wokovu huo, wokovu haukuja bila ya injili. Neno injili katika Biblia ya King James Version ama Biblia takatifu ya King James Version limenakiliwa zaidi ya mara
95. Lakini unapofika sasa climax ya kitabu cha Ufunuo, unapata kuna everlasting gospel. Neno gospel limenakiliwa. Tunafika katika kitabu cha Ufunuo 14, nadhani pale upo, unaniambia malaika wangapi tuko Bible study, ya kwamba tunaona kuna malaika ambaye anapeleka injili ya nini? Ya milele. Yaani unapokosa hii, mambo yako yanakuwa yameenda rama. Sasa, kwa sababu gani nimesema maneno haya? Ni kwa sababu nataka sasa tuelewe kwa ufasaha yale ambayo tunaambiwa katika Petro 1:10. Yaani katika habari za wokovu huo, manabii tena wakafanya nini? Wakachunguza. Endelea. Ambao walitabiri habari za neema. Hao manabii walitabiri habari za neema itakayofikia ninyi. Ndio. Wakatafuta ni wakati upi? Na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo? Ndio. Aliyekuwa ndani yao. Sawa. Ambaye alitangulia kushuhudia mateso yanayopata Kristo. Na utukufu utakao kuwako baada ya hayo. Asante. Kwa hivyo manabii walipokuwa wanachunguza wakitafuta habari ya nini? Habari ya nini? Sasa wakati walikuwa wanatafuta wakichunguza, kuna roho iliyokuwa wapi? Ndani yao. Na tukaanza kwa kusema neema ya Bwana. Neema ya Bwana ikapatikana katika Korintho wa 2:13-14. Inafaa ushike na uelewe. Sasa habari ya wokovu, jinsi ambavyo ilitufikia leo hii, huenda ukafanya jambo bila kuelewa ukweli, na ukweli unapatikana katika nini? Maandiko matakatifu. Sasa tunaposoma katika kitabu sasa cha Mhubiri 7:27, nataka tuende pale. Mhubiri 7:27. Lazima tupime maneno ambayo tunayafundisha. Paulo amesema kama kuna mtu atakayekuja na injili ambayo wao hawakuhubiri, afanye nini? Unajua hilo jambo ni jambo la kushangaza sana. Tena ninakutisha. Kwa sababu gani? Unaweza soma ukapata maarifa. Na utakapopata maarifa ukaenda kwa akili zako mwenyewe, ukasahau unahubiri injili isiyo sahihi. Na kwa hivyo utakuwa unafanya nini? Sio mimi nimesema. Lakini sasa niko hapa tukusaidiane, tufundishane tuweze kuelewa jambo hili. Inasema 7:27 Mhubiri. Inasema Tazama anasema Mhubiri. Mimi nimeona haya kuwa kulinganisha hili na hili. Kumbe Mhubiri aliona mambo kwa kulinganisha hili na hili. Ili kutafuta jumla. Ili ya kwamba atafute nini? Jumla. Nadhani sasa kufika hapo tunaelewana. Kwamba utakapokuwa unasoma maandiko matakatifu, lazima ulinganishe andiko la mtumishi ama nabii fulani na nabii fulani. Katika Korintho ya 14 nadhani inasema ya kwamba na roho za manabii 14:32 huwatii manabii. Kama si 32 34 pale utaangalia kwa wakati wako. Lakini kile ambacho nasema kama roho za manabii hutii manabii, basi alichokisema Yeremia hakiwezi kukizana na kile alichokisema Hosea, kwa sababu wataongea jambo moja. Kwa sababu katika kitabu cha Petro 1:10 tumeona ya kwamba kuna roho aliyekuwa akiwasaidia watumishi wa Mungu kuyaleta makusudio ya Mungu ndani ya maisha ya wanadamu. Sasa kwa sababu tumesoma hivi, tunaongezea Isaia 28:10 na mstari wa 13. Inasema kwa maana sasa baada ya kulinganisha jinsi ambavyo Mhubiri ametuambia, Isaia naye anasema nini? Tutaenda kulinganisha amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo. Tutachukua huku kidogo na huku kidogo, ili ya kwamba tupate jumla ya mambo. Na mambo ambayo tunaongelea ni maneno ya uzima. Hapo sawa? Sasa soma mstari wa 13. Nasema kwa sababu hiyo neno la Bwana litakuwa kwao hivi. Yaani neno la Mungu litakuwa kwao hivi. Amri, anarudia.
Amri juu ya amri. Tena. Kanuni juu ya kanuni. Ndio. Kanuni juu ya kanuni. Sawa. Huku kidogo na huku kidogo. Huku kidogo na huku kidogo. Tutapata jumla ya maneno ya Mwenyezi Mungu. Na sasa tusafiri hadi kitabu cha Danieli 11. Na nataka kushukuru, kwa hii fursa kushukuru dada Mary alikuja na maswali mazuri sana na sababu iliyopita. Na licha ya kuweza kuenda sana katika mambo hayo, nilijaribu kufanya utafiti, nikajaribu kuchunguza na kutafuta, nikapata mambo mazuri sana ambayo lazima tujifunze na lazima tuelewe kuhusiana na maandiko ya Mwenyezi Mungu. Lakini kwa kiwango hiki kwamba tunaposoma Biblia iko na pande ngapi? Pande mbili ya kuelewa maandiko, aswa katika maandiko ya kiunabii. Na sasa ndio maana leo nataka kugusia mistari kama miwili mitatu minne katika Danieli. Sawa. Danieli 11:11 na inasema tena mimi katika mwaka wa kwanza wa Dario. Sasa sikiza, hapa kuna mtu anaitwa nani? Danieli. Sawa sawa. Anaishi wakati mfalme Dario anaongoza nchi inaitwa nini? Nchi inaitwa nini? Persia. Persia ambayo iko katika nini? Babeli. Sijui kama tunaelewana. Tusome. Tuseme tena hivi. Tena mimi Danieli, katika mwaka wa kwanza wa Dario Mmedi. Katika mwaka wa kwanza wa Dario Mmedi, mimi nilisimama nimthibitishe na kumtia nguvu. Yeye Danieli alisimama ili amthibitishe mfalme Dario na kumtia nini? Nguvu. Endelea. Na sasa nitakuonyesha yaliyo kweli. Sasa huyu ni Danieli amesimama, ameanza sasa kumthibitisha mfalme na kumtia nguvu. Anasema amesimama ili kumtia nguvu. Na anasema nini? Tazama mfalme. Anasimama wafalme watatu. Anaambia sasa, anajaribu kumpatia muktadha wa mambo jinsi ambavyo yatakavyotukia mfalme Dario. Anaanza kumwambia, tazama patasimama wafalme wangapi? Watatu. Katika Uajemi. Naye mfalme wa nne. Naye huyu mfalme wa nne atakuwa tajiri kuliko hao wote. Na huyu mfalme wa nne atakuwa tajiri kuliko hao watatu wa nini? Wa kwanza. Sasa neno ambalo nataka ulishike pale, kuna mfalme anaitwa Dario, kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Danieli, na kuna wafalme watatu wanatajwa pale, sawa sawa. Na kuna wanne ambaye atasimama, ambaye atakuwa na nguvu na uwezo mwingi kushinda wale watatu wa nini? Wa kwanza. Naelewa? Na tumeona hapo tuko katika nchi inaitwa Persia. Nadhani mtu mwenye ako na lugha ya Kiingereza atapata neno hilo. Inaitwa Persia. Kwa sababu huyu mfalme Darius aliongoza katika nchi ya nini? Ya Persia. Kwa Kiswahili inasema ni nchi gani? Mmedi. Soma katika maandiko ya Kiswahili. Mmedi. Hapo tu mstari wa kwanza. Medi. Sasa Medi kwa Kizungu ndio nini? Persia. Lakini kwa sababu ya kimatamshi na jinsi ambavyo imeandikwa, kulikuwa na watawala wangapi? Wawili. Kama si wangapi? Watatu. Na kama si wangapi? Wanne. Kama vile tunaenda kuona hivi. Katika mstari wa kwanza wa Danieli na wa pili, wafalme ambao wanatajwa wa kwanza. Kulitokea mfalme wa kwanza baada ya Nebukadneza, ukatokea na mfalme aliyekuwa anaitwa nani? Aliyekuwa anaitwa Kambises. Wa pili alikuwa anaitwa Sido Smerkis. Huyu alikuwa mfalme wa pili. Na watatu alikuwa anaitwa kulikuwa na Kambises Smerkis. Kulikuwa na huyu mwingine, jina linatoka kidogo, nikikumbuka nitasema. Alafu kulikuwa na mfalme wa nne ambaye tunataka kuongelea mambo yake. Naweza ona ile jina, si ndio? Kama bado naangalia wewe mfalme wa nne anaitwa nani? Asante. Success. Sawa. Hadi wafalme wangapi? Wanne ambao tunaambiwa katika Danieli 1 mstari wa kwanza na wa pili. Ya kwamba hawa watatu
watasimama. Danieli anamwambia nani? Anamwambia mfalme Dario. Sawa? Mfalme Dario the Great, Darius the Great. Sawa? Sasa anapoambiwa maneno haya katika Danieli 1:2, anaambiwa kumetokea wafalme wangapi? Watatu. 1 2 3. Lakini huyu wa nne ambaye anaitwa Xerxes atasimama naye atakuwa na nguvu na uwezo na utajiri mkubwa. Tunataka kueleza kwa ufupi kwamba alipoinuka huyu mfalme Xerxes, unasoma katika kitabu cha Esther 1. Kitabu cha Esther 1:1. Tudhibitishe kuna mfalme kama huyu katika maandiko. Kuna mfalme kama huyu katika maandiko. Esther 1:1. Nasema zamani za Asuero, zamani za nani? Asuero. Ahasuero. Naye huyo Asuero alimiliki toka bara Hindi. Huyo Ahasuero alimiliki kutoka bara Hindi mpaka Kushi hapa Ethiopia. Juu ya majimbo 127. Nasikia. Sasa huyo mfalme aliyemiliki kutoka bara Hindi mpaka Kushi alikuwa anaitwa nani? Xerxes. Xerxes kwa jina lingine anaitwa nani? Ahasuero. Tusome Biblia ya Kiingereza tafadhali. Wakati bado anaenda pale, tulikuwa tunataka tujiweke sawa. Endelea. Inasema, now it came to pass in the days of now it came to pass in the days of Ahasuerus. Endelea. This is Ahasuerus which reigned from India. This is Ahasuerus which reigned from India, Even unto Ethiopia. even unto Ethiopia. Sawa. Sasa unapoangalia neno hilo ama jina hilo la huyu mtu ambaye anaitwa Ahasuero katika lugha yao ama katika kipasha alikuwa anaitwa nani? Xerxes ama Artaxerxes. Ndani umesha kuja kupata jambo kama hilo. Ningependa kuangalia just some other version ambayo inaongelea mambo haya. Inasema katika Esther, kitabu cha Esther 1:1. Inasema hivi. Esther 1:1. Unaposoma katika amplified version ya Biblia inasema it was in the days of Ahasuerus, ameweka in bracket Xerxes, the Ahasuerus who reigned from India to Ethiopia. Hiyo version ya kwanza. Version ya pili ya Message Bible bado inasema this is the story of something that happened in the time of Xerxes, the Xerxes who reigned from India to Ethiopia. Hiyo version ya ngapi? Ya pili. Kuna version ya tatu ya King James version ambayo inasema now it came to pass in the days of Ahasuerus, imeweka into brackets. This is Ahasuerus which reigned from India even unto Ethiopia, over 120 provinces. NIV version inasema this is what happened during the time of Xerxes. Kumaanisha ukiangalia version zingine zilitumia jina Xerxes badala ya nani? Ya Ahasuerus. Lakini madhumuni ilikuwa inaongelea mtu mmoja. Sasa tunaweza kudhibitisha katika Danieli 1 ama 11 mstari wa kwanza na wa pili tunaona kuna mfalme ambaye ama wafalme watatu ambao wanasimama. Lakini wa nne atakuwa na nguvu na uwezo mkubwa kuliko wale watatu wa kwanza. Na inasemekana ya kwamba katika historia alikuwa na nguvu na uwezo mkubwa kwa sababu ya mahali alizokuwa nazo. Naye akaweza kuwashawishi. Tusome mstari wa 3 wa hiyo 11. Tuweze kuona alikuwa na nguvu za kiasi gani. Nasema ndio. Na mfalme hodari. Huyu mfalme ana mfalme hodari. Sasa kando na hao watatu na mmoja ambaye atasimama kuwashinda wale watatu. Kutatokea mfalme hodari. Mfalme hodari atasimama. Kutatokea mfalme hodari ambaye atakayesimama. Atakayetawala kwa mamlaka makubwa. Huyu mfalme hodari atasimama katika mamlaka makubwa na kutenda apendavyo. Na huyo mfalme atatenda kama jinsi anavyopenda. Ile inasema naye atakaposimama, na huyo mfalme hodari atakaposimama, mfalme wako utavunjika. Mfalme wake utafanya nini? Utavunjika. Endelea. Na kugawanyika katika mstari wa 4 vizuri msomaji. Inasema
Na atakaposimama mfalme hodari, mfalme wake utavunjika. Na kuwanyika katika pepo nne za mbingu. Ufalme wa huyu mfalme hodari, ama nguvu ambazo atakuwa nazo, zitafanya nini? Zitavunjika. Endelea. Na kuwanyika katika pepo nne za mbingu. Na zitagawanyika katika pepo nne za mbinguni. Lakini hautakuwapo uzao wake. Ndio. Wala hautakuwapo kama mamlaka yake ambayo aliyotawala kwayo. Asante. Wachia. Kwa hivyo kutatokea mfalme mwingine hodari baada ya watatu kusimama. 1 2 3. Kutatokea huyu ambaye amekuwa na nguvu na uwezo mkubwa. Kwanza atakashawishi hawa. Unaona? Lakini sasa baada ya hapo kutatokea mfalme mwingine hodari. Sawa, ambaye atakuwa na nguvu na mamlaka kubwa. Atakuwa anafanya jinsi ambavyo anapendeza. Unapoangalia pale kwenye ile sanamu, unaweza guess ni mfalme yupi aliyesimama wakati huu. Sawa? Wanani? Wadai mfalme. Wakati wa Ramses, wakati wa Smerdi. Ni mfalme wangapi? Watatu. Alikuwa anaitwa nani? Alexander Mkuu. Na huyo Alexander Mkuu, mstari wa 3 umetuambia kwamba atakaposimama atafanya jinsi ambavyo anapenda. Lakini katika mstari wa 4 inasema kwamba ufalme wake hautadumu. Kwa maana utafanya nini? Utavunjika. Na kugawanyika katika nini? Pepo 4 chini ya mbingu. Sawa? Utakapogawanyika katika pepo 4 chini ya mbingu, kutatokea watu 4 majemadari waliokuwa chini ya uwezo wake. Na wa kwanza ndio tuliona alikuwa anaitwa nani? Situtaje haraka. Yes. Ptolemy. Kuna mmoja alikuwa anaitwa nani? Ptolemy. Wa pili Seleucus. Asante. Wa tatu? Yes. Cassandra. Wa mwisho? Wa mwisho alikuwa anaitwa nani? Lysimachus. Sawa. Na kwa kadri ambapo tutakuwa tunazidi kuendelea kujifunza, tutakuja kuelewa ya kwamba baada ya muda hawa wawili hawakuendelea tena. Huyu anaitwa nani? Cassandra na nani? Na Lysimachus. Aliyekuja kumaliza ufalme wa huyu jemadari alikuwa Seleucus. Aliyekuja kumaliza ufalme wa huyu alikuwa Ptolemy. Na huyu Ptolemy utakaposoma Danieli mpaka mwisho mstari wa 43 utapata ya kwamba huyu ndiye ameongelewa kama mfalme wa wapi? Alafu huyu ataongelewa kama mfalme wa wapi? Wa kusini. Hawa ndio watakaoendeleza kipindi ambacho tunaambiwa katika Danieli 11 kuanzia mstari wa 6 tutakapokuwa tunateremka mpaka chini. Kwa sababu mstari wa 4 umetuambia huyu mfalme ambaye alikuwa hodari atakayekuwa anafanya mambo jinsi ambavyo anapenda, yeye hatakuwa na uzao utakao urithi ufalme wake. Kumbe hao majemadari ambao si watoto wake, si wazao wake, wataendeleza ufalme huu. Na watakapoendelea kutakuwa tu vita kati ya nani? Ya hawa wawili. Na hawa wawili wataendelea kama familia, kama vile sasa hivi tunasikia the Kenyatta family na the Odinga family. Sawa. Sasa kutakuja upate kwa Ptolemy. Kutakuja kutokea Ptolemy kadhaa. Na mwenye atakuja kuangushwa wa mwisho anaitwa Ptolemy Philopator. Wakati anakuja kukutana na binti wa mfalme wa kusini ambaye anaitwa Berenice. Wakati ataenda kushawishi katika mambo ya uzinzi, hapo ndiyo atakuja kuanguka wakati wa mwisho. Sasa kati ya hizi falme mbili, kwa sababu ya muda sitaenda ndani sana, lakini tukipata muda tunaongelea, ni kwamba katika mfalme wa kusini na kaskazini kuna nchi ambayo ilitajwa katika Danieli 11, nchi ya Uzuri. Nchi ya Uzuri imedhibitika kabisa ya kwamba ilikuwa wakati ule nchi ambayo ilikuwa inapatikana katika mji wa leo hii tunayoita Palestine. Na ni Palestine kwa nini? Ni kwa sababu hiyo nchi wakati ule ilikuwa imehifadhi watu ambao walikuwa nani? Watumishi wa Mwenyezi Mungu. Na mmoja ambaye alizaliwa katika nchi ya Uzuri ama aliishi katika nchi ya Uzuri ya wakati ule alikuwa anaitwa Danieli. Umeelewana? Tutasoma wakati ukipatikana. Lakini hilo halikuwa jambo ambalo nataka kuliongelea. Nilikuwa nataka kuongelea mambo machache. Kuna kitu umeshasoma mahali
kinaitwa BC. Umeshasoma pia kuna kitu kinaitwa AD. Sawa? Na kuna kitu kingine kinaitwa BCE. Na kuna kitu kinaitwa CE. Nataka kupeleka haraka sana. Nikuonyeshe. Jambo la kwanza, mtu ameshasikia jina linaitwa BC, si ndio? Nani anaweza niambia maana ya BC? Asante sana, barikiwa. Hapa tuko na before Christ, sawa sawa. Alafu kuna jambo la pili ambalo ni AD. Mwenye amesikia na kuelewa, ainue mkono atuambie. Ndugu Kevin. Yes. After that, mwingine? Anno Domini, barikiwa sana. Sasa BC inamaanisha before Christ, kabla ya Kristo. Hii ya pili ni neno la Kilatini linalomaanisha Anno Domini. Anno Domini. Unaona? Anno Domini ni neno la Kilatini linalomaanisha mwaka wa Bwana. Mwaka wa nani? Wa Bwana. Neno la Kilatini. Waliweza kutengeneza hii na mtu alikuwa anaitwa Dionysius. Nadhani umeshasoma kitu kama hiyo. Dionysius alikuwa monk. Alikuwa monk katika Roma, ambaye kwa sababu ya kuweza kuweka kalenda ya Kikristo katika ulimwengu, akaamua kuleta mambo haya mawili. Moja ilikuwa inaitwa nini? BC, before Christ, na lingine ilikuwa AD, Anno Domini. Sawa? Anno Domini maana yake the year of the Lord. The year of the Lord. Sawa? Lakini kwa sababu maneno haya hayakuweza kuwashawishi watu wa kiulimwengu, the philosophers, watu wa kiulimwengu waliokuwa wanaamini katika sayansi, hawaamini katika Mungu, wakakuja na maneno mengine yaliyokuwa yanamaanisha kinyume kidogo na kile alichokianzisha huyu monk ama huyu mtu ambaye alikuwa wa dini aliyekuwa anaitwa Dionysius. Huyu mtu ambaye alianza BC na AD aliweza kuweka maneno haya kimsingi ili yawasaidie Wakristo ulimwenguni kote kuweza kumark their calendars kuhusiana na mambo ya ibada. Lakini kukakuja na wasomi sasa ulimwengu huu, wakaleta kitu kinaitwa BCE na CE. Haya, tunaanza. Nani anajua maana ya BCE? CE, kwa sababu ya muda nitasema. BCE inamaanisha before common era. Before common era. Unaelewa? Sasa nani anaweza guess CE? Asante sana mtumishi. Common era. Unaelewa? Sasa wasomi wa dunia kwa sababu hawaamini katika mambo ya dini na ibada, wakaleta before common era na common era. Sawa? Leo hii sisi Waadventista wana matengenezo tunasema ya kwamba Yesu hakuzaliwa tarehe 25 Disemba. Ukweli ama uongo? Kweli kabisa. Na wewe tunasema tulikuwa na moyo wa ukakamavu na moyo wa ujasiri anaoambiwa Yoshua katika kitabu cha Yoshua 1:6. Ndio. Sasa katika mwaka ama katika kila mwaka tarehe 25 watu wana celebrate kitu kinaitwa nini? Christmas. Ndio? Ndio. Sasa kwa sababu hiyo wasomi walipokuja wakasema hii ilikuwa common era, na hapa wakaleta jambo lingine, wakatoka na sababu. Lazima ukisema kuna shida lazima utoe nini? Sababu. Ni common era kwa sababu gani? Mfalme Herode aliishi kati ya mwaka wa 4 mpaka mwaka ngapi? Wa 6 kabla ya nani? Ya Yesu. Sasa tutatumia hizi, hatutazitumia kwa sababu zote zimetokana na nini? Na kuzaliwa kwa Yesu. Kama Kristo tunaamini ya kwamba Yesu alizaliwa 1 AD. Si ndio? Mwaka wa nini? Wa kwanza. Katika kalenda walipokuwa wanatengeneza kalenda ya BCE kama wasomi, na alipotengeneza kalenda ambayo tunaitumia kama Wakristo Dionysius, basi hakungekuwa na mwaka unaoitwa zero. There is no zero year. Hakuna mwaka unaitwa sifuri. Kuna tu mwaka ambao utaitwa 1 AD na kuna mwaka utaitwa 1 BC. Ama utaitwa 1A, utaitwa 1 BCE kulingana na wasomi, na kuna mwaka ambao ulikuwa unaitwa 1 CE. Sasa ni kwa nini kulikuwa na common era? Common era
inasemekana hivi, na ndio ukweli wa maneno, ya kwamba katika kuzaliwa kwa Yesu, ndio Yesu alizaliwa katika mwaka wa kwanza, sawa sawa, lakini kulingana na sasa na Dionysius alizaliwa na mwaka wa kwanza. Lakini kile ambacho Dionysius hakuona, Herode ambaye alizaliwa wakati wa Yesu, si katika Mathayo 2 tunaambiwa Herode ndiye alikuwa mfalme, si ni kweli? Aliyekuwa amewakilisha Rumi katika nini? Yerusalemu ya Uyahudi, si ni kweli? Alikufa katika mwaka wa ngapi? Wa 4 na wa 6. Tena ikakuwa very specific, ikasema ya kwamba huyu Herode alikufa mwaka wa 4, ilikuwa April, mwezi wa 4. Naona, mwezi wa 3 alikuwa mwezi wa 4, lakini kulikuwa na tukio kubwa sana la kushangaza katika mwezi wa 3 March ya huu mwaka wa 4. Kulikuwa na kukutanika kwa mwezi na nini? Na jua, kulikuwa na eclipse. Hiyo ndio inatumia to date back Herode aliishi mwaka upi. Na Yesu alizaliwa almost exactly at the same time. Na ndio maana sasa ukakuja na before common era na common era. Na malizia kwa kusema hivi ya kwamba ilipokuja hivyo Herode imenakiliwa katika Mathayo 2 ya kwamba alikuwa anaoa watoto wachanga. Kwa hivyo malaika Gabrieli akamtokea nani? Katika nini? Ndoto. Akamwambia wahame watokee waende wapi? Misri. Ni kweli. Hiyo imethibitisha ama imethibitisha maandiko ya unabii ambayo yule joka alikuwa anataka kufanya nini? Mnajua lakini sasa mnashangaa. Sawa, wakatoroka akaenda mahali palipokuwa salama. Lakini baada ya muda kidogo Herode akafanya nini? Akafa. Herod the Great akafa katika mwezi wa 4 sasa. Mwaka. Mtoto akafanya nini? Akarejeshwa. Si sawa? Sababu muda wangu naona umeisha. Nilikuwa nataka kusema hivi. Wakati nasoma maandiko ya Biblia, lazima uwe makini na kila neno ambalo unalisema, na unasema neno kwa Kiswahili, upate kwa Kizungu liko nini? Tofauti. Na hii tofauti nataka kumaliza hivi. Katika Mathayo 17 mstari wa 21. 17:21. Tumeona King James version na kwa tayari. Kama kuna version nyingine ya Biblia kwa tayari. Nataka tusome hii wakati tunamaliza. Na pia Wagalatia, wengine wanafungua Galatia 3:1. Hapo ndio tunamalizia. Kama kuna swali, wakati kuna swali tutaweza kuyapitia. Nasema 17:21. 21 nasema lakini ya namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Haitoki ila kwa kusali na kufanya nini? Ukiangalia muktadha wa maandiko hayo, kuna pepo ambalo lilikuwa bubu limemwingia mtu, si ndio? Wanafunzi wanapokemea haiwezekani. Yesu anakuja, si ndio? Alafu anauliza kwa nini tumekemea hili pepo kwa jina lako na halitoki? Pepo bubu. Yesu anasema lakini ya namna hii halitoki ila kwa kufanya nini? Mambo mangapi? Mawili. Kuna siku tutajifunza mambo ya kufunga. Lakini ya namna hii halitoki ila kwa kusali na kuomba. Yaani kwa kusali na kufunga. Si kweli? Mambo mawili. Tusome English. How big this king God? How big of this kind? God. Yes. Not out but by prayer and fasting. Prayer and fasting. Kuna mtu ana version nyingine ya Kiswahili ya English? Yes. Haya, sawa. Kama hakuna nitasoma hii. Na uangalie kile ambacho nilikuwa nataka kwa sababu ni mambo ya Bible study. Midhani muda unanifeva lakini nimechukua muda mrefu sana. Nasema haya maneno. Tunasema 17:21. Inasema hivi. Nitakusomea NIV 17:21. NIV inasema hivi. Omitted from the main text. Hilo ndio inasema. Sawa sawa. Omitted from the main text. Yaani imenukuliwa kutoka katika muktadha wa maandiko yaliyokuwa ya awali. Yaani imetolewa. Nitakusomea New Living Translation. Inasema omitted from the main text. Na ni kweli haipo. Hilo fundisho halipo. Alafu New King James Version inasema however this kind does not go out except by prayer and fasting. Hiyo ni New King James. Asikiliza. Amplified. But this kind
does not go out except by prayer and fasting. Ndio umeishi. Lakini swali tu kwa darasa ni kwamba unadhani ni kwa nini hilo andiko lilitolewa? Liko na mambo mangapi? Mawili. Nikipata muda siku nyingine tutasema. Kwa sababu liko na mambo mawili. Jambo la kwanza ni nini? Na jambo la pili fasting. Mambo mawili haya ni mambo ya msingi sana katika imani ya Kikristo. Kwa hayo mengi na machache, wacha Mungu akawabariki. Amina. Tuombe. Mtakatifu na Mungu wetu, asante sana kwa muda huu. Asante kwa yale yote ambayo umenisaidia kuzungumzia watoto wako. Najua kwamba wataenda kufanya utafiti wao na wataweza kuelewa yale ambayo tunakusudia katika maisha ya kila mmoja wao. Na sasa tunapoenda kumalizia na kutoka katika miaka hii, naomba ya kwamba mfano maneno ambayo umenena yawe ya manufaa katika maisha yetu ya sasa na hata ya baadaye. Uweze kuyasikia na tukayatumie katika maisha yetu. Pezi hapa tuendelee kumwamini mfalme katika jina la Yesu Kristo ni mambo tukiamini. Amen. Kwa sababu nimebaki na dakika 4. Dakika 4 ambazo tumebaki, nilikuwa nataka kumaliza kwa njia hiyo. Nilikuwa nataka sasa nimalize na text nikiondoka hapa ambayo inatoka katika Wagalatia 3 mstari wa kwanza. Wagalatia 3:1 inasema heri Wagalatia. Heri Wagalatia msio na akili. Msio na akili. Nani aliyewaroga? Nani aliyewaroga? Aya, English. Oh foolish Galatians. Who had bewitched you? That ye shall not obey the truth. That you shall not obey the rules. Before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth crucified among you. Before whose eyes Jesus has been evidently crucified. Naona sasa tofauti kati ya Kiswahili ni nini? Nani anaweza niambia? Kwa sababu dakika ni 3. Nataka kumaliza na hii. Kwa sababu tunasoma Kiswahili lazima kwa darasa ya Biblia tuelewe. Soma tena Kiswahili na usome English kwa wepesi sana. Maana dakika ni 3. Nasema hivi. Nasema, heri Wagalatia msio na akili. heri Wagalatia msio na akili. Nani aliyewaroga? Nani aliyewaroga? Ninyi ambao Yesu Kristo aliyewekwa wazi mbele ya macho yetu. Ndio. Ya kuwa amesulubiwa. Umesikia hiyo statement? Heri Wagalatia. Ni nani aliyefanya nini? Waroga. Na huko imesema all foolish. Soma tena. O foolish Galatians, Ndio. who hath bewitched you, That ye should not obey the truth. Ndio. Before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth crucified among you. Haya, mkono juu. Mwenye ameona difference. Maria. Kuna statement imeachwa hapo kwa Kiswahili. Unaweza isoma? Hapo kwa Kiingereza inasema. Yaani, okay, hiyo statement iko wapi? Iko kwa Kiingereza ama Kiswahili? Iko kwa Kiingereza. Soma iko kwa Kiswahili. Haiko kwa Kiswahili. So hiyo statement gani anaweza kusoma? Soma hiyo statement. Amen. That you should not obey the rules. Na nadhani hiyo King James anatumia sio authorized King James. Hapana. Ni haja kwa nyuma. Tungesoma inasema that you should not obey the commandment. The commandments. No. All foolish Galatians, who had bewitched you that you should not obey the commandments. Kwa nini unadhani yata the commandments? Unadhani kwa nini? Watu wote hawaikubali nini? Amri ya ngapi? 4. Ambayo inasema nini? Kumbuka siku ya Sabato. Siku 6 Fanya kazi. Siku ya 7 Sabato takatifu. mimi ninaenda kuokoka kwa sababu ya Mungu. Kwa sababu ukisoma ya Kiswahili utaenda usimame na utangaze injili kwa kweli, si ndio? Lakini kuna injili ya milele ambayo tunaambiwa katika Ufunuo 14 ya kwamba hiyo inafaa itangazwe ulimwenguni wapi? Kote. Kwa
kwa kila kiumbe, taifa, jamaa, lugha na nini? Makutano. Wakaweza kuipata toba na msamaha wa dhambi, wakajiandaa kwa ajili ya ufalme. Mbarikiwe sana. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Wangapi wamefurahia somo? Ni nzuri sana. Barikiwa sana mtumishi kwa kututembeza katika historia pate kuelewa jinsi ilivyo. Tunaingia katika kipindi cha ushuhuda. Yeyote ambaye ana ushuhuda, kuna dakika chache sana ya ushuhuda ili tuweze kushuhudia, alafu tuingie katika kipindi kingine. Kama kunao mtu kama huyu, nafasi ni yako. Wakati wa testimonies au kwa umesikia wajua katika maisha kila mtu ana ushuhuda. Hakuna mwenye labda mtoto mdogo ndio hana. Tangu zaliwe mpaka ukue mtu mzima, lazima uwe na ushuhuda maishani mwako. Hata kukua tu fikishe miaka 30, hiyo ni bahati. Kulala na kuamka lazima ni ushuhuda. Kama ulijua utalala na utaamka. Si wewe umelala tu na ukajikuta asubuhi uko mzima. Hapo hatujui kama jioni sote tutakuwa. Nani anajua kama anafika jioni? Si tunaenda, Mungu ndiye anajua. Ushuhuda ni nini? Hakuna. Karibu sana. Barikiwa. Unajua wakati uko na ushuhuda na unakaa chini, ni shetani anakuambia hapana. Kwa sababu anajua utamwaibisha. Karibu. Nafasi ni yako. Mungu msaidie kuimba namba 30. Namba 30. Nimekombolewa na Yesu na sasa ninafurahi. Nimekombolewa na Yesu. Nimekombolewa na Yesu na sasa nimefurahi. Kwa bei ya mauti yake mimi ni mtoto wake. Mama
neno ningependa ya kwamba nishuhudie. Katika mwaka wa 1998, kijana mmoja alizaliwa. Nani? Kijana mmoja alizaliwa. Lakini katika ukuaji wake alikuwa amezaliwa akiwa Samara. Samara ni mtu gani? Anaongea ndio. Aliishi kwa miaka kadhaa, karibu mpaka miaka 17. Ile kifumishi ikaanza kana kwamba inapotea, lakini iko. Alikuwa anaongea vizuri, ikafika mahali akitaka kuongea ananyamaza, anavuta hewa. Alafu akitoa ndiye anaongea tena, kikati tena anafanya nini? Tena anarudia, unaona? Kwa hivyo hata kwa simu ungempigia, ungefikia amenyamaza kidogo, anatafuta simu yako ya kuanza kuongea. Kijana huyu leo amesimama mbele yenu na ndio huyu anaongea hivi. Mimi nilizaliwa nikiwa Samara. Yaani mimi kuongea kwangu ilikuwa shida. Lakini nashukuru Mungu kana kwamba mimi sijui viliisha. Leo sasa nilimwambia ya kwamba niligonjeka muda kuanzia 30 hivyo mpaka Mungu akaniokoa, sivyo? Sasa huu ni ushuhuda ambao nitakuwa naitoa nusu alafu na vile kuiweka vizuri. Mimi ambao naongea leo unasikia ndio kifumishi kweli? Kama Samara? Mimi Mungu aliniongelea kitu kinaitwa Samara wakati nilihubiriwa tena. Bado nitasidi kutaja tumisikiona mtisia. Wakati walianza kusaidia ya Adventist pale chini karibu na kwangu, lakini ilikuwa mimi nilikuwa na hasira kubwa sana. Kana kwamba wanapiga kelele kwa maana hawana nini? Roho. Nilikuwa Mkatoliki kutoka Katoliki kuingia kanisa ya kiroho, ambapo tulikuwa tunaimba tunaruka mpaka tulisema Yesu anashuka. Lakini wakati Yesu ilikuja, Jona Mtisi walikuwa na ubiri, basi mimi nilihuzunika sana. Nikaona kana kwamba wanatupigia kelele kwa maana wanaongea wakipiga kanisa zingine zetu. Sasa mimi singetaka. Lakini siku moja alipokuwa alihubiri kitu kuhusu kitu kinaitwa Sunday, akasema nijua ninavyohubiriwa. Nikakuwa na hasira kubwa sana, nikatoka kwa nyumba. Nikakuja, walikuwa wanaleta kusema mahali naishi. Kuna shule inaitwa Rejoice hapo. Mwaka wa 2019 December. Na mimi nilikuwa naishi na hapo karibu. Sasa mimi nikatoka mbio sana, nikawa ninauliza maswali mengi sana. Lakini wakati nauliza maswali bado mimi ile kifupi. Sasa wakilipea mic, nilikuwa na nyamaza na tafuta hewa mpaka nikaanza kuongea. Na nikiongea naongea na hasira kubwa sana. Na already nimetoka na hasira kwa juu. Sasa nikawa nauliza maswali mengi sana. Lakini nikaomba Mungu ya kwamba yani akanijibu. Lakini kulingana vile alikuwa anasoma, niliombea kwamba niliona kana kwamba msomaji na yeye wanajiona akisema kitu fulani atasema kwa sababu akitaja tu kitu basi anaweza kusoma hajafika. Mimi nikaenda nyuma yake nikaangalia. Sasa kifumishi changu kuisha ni wakati ambayo nimekubali kujiunga na Waadventista na nikawa nasoma, lakini kusoma kwangu Biblia ilikuwa ni shida. Kwa sababu nikianza kusoma machozi ama narara. Sana kama silali ama nichoke kusoma hiyo kitu kwa sababu nyingine. Nikawa nalia. Unaona? Lakini kama Mungu siku moja, si Mungu hata mimi unisaidie nihubiri vile huyu mtumishi anafanya nini? Anahubiri. Nikawa naenda siku ya Jumamosi kama Sabato huku, alafu sasa naenda kwetu. Lengo la kwenda huko ilikuwa ni hivi. Nijue ni hao Waadventista wanahubiri, nikuje kuhubiri kwetu. Kwa hivyo wakati kwa hiyo harakati nikawa napata kana kwamba wakati tuna mafundisho tunaendelea kujifundisha, nikawa naongea sana ile kifundishi naenda, alafu kurudi labda itarudi baadaye. Unaona? Kwa hivyo ikaanza kuisha mpaka muda huo ambao mimi si nasema tena. Na kwa hivyo ni ombi langu na kuna kwamba tunajua ya kwamba Mungu halituita. Na yule ambaye anaomba ya kwamba amini ya kwamba Mungu anafanya nini?
anajibu maombi. Ushuhuda wangu utakuwa mrefu, ni mrefu, nataka kuiachia hapo. Nijue kwamba Mungu mimi amenitoa katika kutokuongea mpaka sasa kuongea. Kwa hivyo Mungu awabariki na Mungu awabariki na tuwe na sabato njema kwa wetu. Happy day. Happy Sabbath. Nani tena kuna ushuhuda? Ama mnaogopa? Ushuhuda imeisha? Karibu sana. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Kwa majina naitwa Tukosa Sila. Mimi nina furaha kusimama mbele yenu siku ya leo. Nimekuwa muda mrefu, nimekuwa na changamoto ya huko na kule. Mimi leo hii nashukuru Mungu sababu mtoto wangu mdogo naona leo ako yani ako at least ako sawa, sababu kwa muda ambao umepita amekuwa mgonjwa. Mtoto alianza kama kukohoa, amekohoa. So hii bidi nikasema kukohoa kumezidi, wote nimpeleke akapimwe, nirudi niendelee na shughuli zangu. So it's unfortunate, nilipofika Mbagati nijua huyu mtoto si wa kurudi nyumbani. Mtoto ni mgonjwa sana. Mtoto ninaambiwa ako na sukari, nashangaa anatoa wapi sukari hii. Mtoto hapo kifua yake imefungana, hapumui vizuri. Nikaambiwa ako na pneumonia, nikakuwa admitted Mbagati, nikakaa huko, nikarudi. Nikakuja nikakaa kwa nyumba, nikasema nitakuwa namwangalia nione vile ambavyo anaendelea. Kukaa ikafikia tena mwezi huu wa 8 tena mtoto akakuwa mgonjwa. Nikasema sitarudi Mbagati, wacha nibadilishe kingine. Nikaenda Kitengela Medical. Fika kule mtoto alipimwa, pneumonia ionekani, lakini signs ni zile za pneumonia. Nikaambiwa ni vile alitumia antibiotics ndio maana ionekani. Akawekwa kwa madawa, lakini temperature yake haishuki, iko juu. Mtoto akakuja, nikakuwa admitted huko karibu 10 days na nikatoka. Niliporudi nikakuja nikakaa kwa nyumba kwa muda mchache. Kuna sabato sikukuja, nilifika tu hapa nje, nikasimama huko nje, tulionana na wengine na nikarudi nyumbani. Nilikuwa mgonjwa mimi. Nilikuwa nilikuwa na rashes huku kwa uso. Na mdomo wangu wote ulikuwa ni vidonda. So nilipopewa dawa, nikatumia na nikapona. Baada ya siku kama 5 hivi, mtoto akaanza tena. Akakuwa anapaka choto, kumpea dawa haipungui.
vidonda pia zimejaa kwa mdomo. So nikashindwa la kufanya, niko peke yangu. Mzee hayuko, niko na hao watoto na mtoto ni mgonjwa. So ikawa ni yaani inakuwa ni siku mrefu. Mtoto mchana ako sawa, lakini ikifika 6 anabadilika. Anakuwa mwingine. Anashindwa kupumua, anashindwa kufanya nini. So ilifikia mpaka nikasema, "Wewe ni Mungu tu anisaidie sababu sina lingine la kufanya huku." Kubaya nashindwa kuambia yule mahali hapo ako kusema, nikimwambia sasa atachanganyikiwa kabisa. So nilisema sitamwambia, nitakuwa namwambia mtoto atasawa. Na Mungu anisaidie sasa huyu mtoto akue sawa. Nimekaa the whole of last week, huyu mtoto alikuwa mgonjwa. Mtu anakuja kuniangalia hivi ananiambia, "Huyu mtoto ni mgonjwa sana." Hata mimi nasidi kuchanganyikiwa. So ikawa hata usiku nikilala silali, nasema naweza lala niamke kwa huyu mtoto alikufa na mimi nilala. So ikawa nikae macho. Nimchunge nione vile ambavyo anapumua usiku mzima, nakaa mpaka ya asubuhi. Na hakuna usingizi. Nikiona amebadilika, usingizi inaishia hapo. Ninakaa. So nikapewa madawa. Akawa bado kupumua kwake kuko na shida. So ni Friday nilimpeleka yepo akapimwa na akapewa madawa. So saa hii kupumua kwake si apumui vile ambavyo alikuwa anapumua, saa hii ako sawa. Na ninashukuru Mungu kwa vile ambavyo imekuwa ni long journey, lakini Mungu ametuwezesha. Na nikakumbuka kitu kimoja. Siku moja mtoto wangu mwingine alikuwa anapumua hivyo. Nikawa naambia baba yake, "Huyu mtoto ni mgonjwa, tumpeleke hospitali." Na ni usiku, ni karibu saa 6, nikawa nimechanganyikiwa. Nikimwamsha ananiambia, "Wewe, ngoja kwanza huyu mtoto atakuwa sawa." So mara ya mwisho aliniambia, "Unajua hata ukinisumbua mimi sina maisha ya huyu mtoto." Mtoto maisha yake ya mikononi mwa Bwana. Na hakika kwa huyu mtoto nilishuhudia hivyo kwamba kile ambacho nilikuwa nafikiria si vile ambavyo imekuwa. Mungu ndiye ako na maisha yetu sisi wote, na Mungu aweze kutukuka kwa yote. Amen. Nasemaje kwa ushuhuda huo? Amina. Mwingine? Kuna ushuhuda? Ningependa kuwa na ushuhuda mchache. Happy Sabbath. Kwanza kabisa namshukuru Mungu kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo waambia rafiki kama mimi kufanya kazi ya boda. Katika barabara yote ya Nairobi nimezunguka sana. Na nimefanya kazi kwa muda wa miaka 8 sasa. 8 good years kama si 9. Na katika barabara nimeona mambo mengi na ni mabaya sana. Nimeona watu wamekanyagwa, wenzangu kwa pikipiki, wengine hata wakizapoa zimeanza kwa barabara. Hata kilicho nisangaza hii wiki ambayo imepita, gari za ambulance zimekuwa zimewekwa kwa barabara. Yaani ukifika tu kwa unapata gari ya ambulance. Ukifika kwa unapata gari ya ambulance. Nikuuliza hizi gari ni za nini? Lakini wiki mzima kumekuwa na mambo ya ajabu, sijui shida iko wapi. Na ukifika kwa unapata kuna mtu amegonga hapo. Juzi hapa chini Mlolongo watu wawili walikufa hapo wa pikipiki. Hapo. Sasa juzi tu ilikuwa Thursday. Temu nimesha. Sawa. Hapa tu wewe mlima. Kama mkienda Imara moja, umeelewa hapo hivyo? Niliambiwa kwamba kuna jamaa amekanyagwa hapo vibaya. Ni jamaa wa pikipiki. Ikabidi nifike hapo niweze kuona. Ndio naona hata mimi sikupenda, yani niliona tu vibaya. Gari ilimkanyaga, yani gari ilimrusha
Si walikuwa wanaenda tu wote wanaenda na kule chini. Gari ndogo ilimguza tu ikampeana kwa hizi gari za matri. Hiyo gari ya matri kusikia imekanyaga mtu ikashika breki. Kushika breki ikashika breki juu ya kichwa ya huyu rider. Sasa unajua ukishika gari maji yote isimamaki hapo. Kuna hiyo ina nini inaitwa gati hiyo friction ya. Inaenda iko imesimama lakini ina slide. Magari ni slide kutoka hapa na huko juu ya kichwa yake. Sasa hapo amefaa helmet alikuwa amefaa tu hii mafine. Sasa alipiga tu kama mguu mmoja hivi. Kofia ikaisha. Hiyo kofia ilikuwa imesiama kabisa. Kupiga tu kidogo hivi, akili zikaanzia hapo. Chini kidogo, mguu ya nyuma ilikuwa na akili zote. Sasa niende kushika breki pale mguu hii mkono ilikuwa imeisha kabisa nimepotelea kwa rami. Lakini namshukuru Mungu mimi natumiaga hiyo barabara niko sawa kwa miaka zote si Mungu tu. So naomba mweze kutuombea barabara ina mambo mengi kwanza sijui hii mwezi tumeanza hii mwezi hivyo iko na mambo mengi na ni mabaya na ni mambo ya barabara. So mnapoomba ombeeni watu wanaotumia vyombo ambavyo vimetengenezwa na mikono michafu ya wanadamu. Simsema amina. Amina. Mtatuombea. Asante. Asante sana. Kuna mwingine akona ushuhuda? Kama hakuna basi kule tutakuja tukaweze kuimba. So tutaomba tuweze kumaliza kipindi cha ushuhuda na tuamini kuomba. Mtakatifu Baba na Mungu wetu tupendaye sana, tunakushukuru. Asante kwa maana fadhili zako ni za milele hakika. Wenzetu wameweza kutoa ushuhuda wao jinsi umewatendea kwa siku nyingi. Wengine wamepita hapa na pale, lakini mfalme umeweza kuwapitisha kwa njia salama na hata sasa umefika kwenye wamefika. Najua wengi walikuwa na ushuhuda labda hawajapata muda wa kueleza, lakini mfalme tunashukuru kwa maana unazidi kufanya mambo makubwa katika maisha yetu. Basi pata kuwa pamoja nasi sasa na hata kuendelea